Ingorita Maa TV amu enaang ena. Kujumuika na familia ya Ntimama katika sherehe hii. Tumesema ni sherehe ya mama, na tunashukuru sana kwa sababu ya kufika kwenu. Aina ya nalishada Meroro Beno Tuor Masai aido mambo ngima ya bawa eneweji kibonu aya ukilolo lejilaje marile ngam ole Ntimama le baragi yo kijasho lento mnawara bautwa ni domo ni daida nanisa kijo kena nenda eneweji ni jamadama yanataka kaigi etoa itashiri nebo wele mari. Pamoja nasi kuna viongozi wa tabaka mbalimbali serikalini, katika bunge letu la kitaifa, seneti, tuna pia CS wetu, tuna gavana wa kaunti ya Narok, na ningependa kuchukua nafasi hii pia kuwakaribisha viongozi hawa katika kanisa hili na katika sherehe hii ya mama. Tutawapatia baadhi nafasi ya kuleta rambirambi zao, lakini wacha nitambue wale wengine ambayo wamefika licha ya wabunge CS na senator na governor ambayo wamekuja kuwa pamoja nasi. Tuna county secretary Lemuritat yuko hapa. Tuna commissioner Ole Suji yuko pamoja nasi hapa. Asante sana commissioner, Mungu akubariki. Na tuna pia shughuli. Tutaanza na kualika Mheshimiwa Ken Ramat aje asalamie familia na aweze kutoa rambirambi zake kwa kifupi sana. Familia ya Ntimama, Mheshimiwa Gavana wa Narok, CS Mheshimiwa Tobiko, Senator wetu Ladama, Mheshimiwa Kenta, PS Nkuli, all protocol observed. Nimekuja hapa kujumuika nanyi na kusema pole kwa familia ya Ntimama. Familia ya Ntimama na familia yetu, familia ya Kiloko, babangu ambao alikuwa chief alitunikiwa hiyo nafasi na Ntimama, na siasa ya Narok ikienda mrama ama pande hii ya Kekonyoki ikiimba, familia yetu walikuwa wakisimama na Ntimama sana. Na mimi nimejua familia ya Ntimama nikiwa mdogo mpaka hivi juzi tu tukiwa wanasiasa pia sisi. So nimekuja hapa kusema poleni sana familia ya Ntimama, Amos na Lydia na familia yote. Nimesema poleni sana, Mungu atawafariji na akipota kenta ya ngai amu ngai na shoyo na ngai na poleni sana. Asante. Nimearifia pia Honorable Sullivan kuna yuko hapa aje naye asalamie akitoa rambirambi zake kama yuko. Asante sana, sikuwa nimekuona. Familia ya Ntimama kwa jumla, waheshimiwa ambao wako hapa, naona Mheshimiwa Gavana, Mheshimiwa Senator Ledama, CS na wabunge wenzangu, na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Meisi Yesu. Ningependa kusema kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya familia yangu ya Kudate na familia ya Tuya
Niko hapa kujumuika na ndugu zetu, dada zetu kutoka familia ya Ntimama kusherehekea maisha ya mama, because truly this is a celebration of a life. Mama was a friend to me. She was my grandmother and my mother too. And reading through her eulogy, I couldn't add any word. Mama was one of a kind. I was telling people the other day that for many people, maybe they think the only relationship that is there between my family and the Ntimama family is the very recent political contest between me and Lydia. And it is so far from the truth. Mama was, because of course my brothers here and my sisters would know, like most of us, me and my siblings, were actually born into Mama's hands. For those of you who know where I was born, the Tuya family lives, we are close to Tanzania. Ushago kabisa ni mbali. So every time Mom had to come for maternity, it would be in Mama's hands, literally. So Mama ametulea, most of me and my siblings, and throughout up to our adult life, despite even the politics, she remained a true friend and a mother and a grandmother. And I think Mama is one of those people, if there was any honorary award that would be given for politicians, should be an honorary politician, because she has never contested in any political seat. But all her life, I guess, has been about politics. But it never got to her. And I think she's a typical one, ambaye hakuweka siasa kwa roho, aliweka kwa lungs, the way we are told these days, so that it never affected her. She never looked at anyone through a political lens. So we are here to mourn, and more than mourning is celebrating a life of a great, great woman. Asante sana na Bwana Yesu wabariki. Now we will also now welcome Honorable Ledama Olekina, our Senator, to come and pay his. Good morning to the family of the late Mama Dorcas, to the whole Maasai community and the people of Narok, and the extended family. I'm here today to celebrate a mother, a lady who stood uniquely and firmly, someone who welcomed all of us to her home, someone who embraced every single person who walked into her home, either in Nairobi or in Narok. Today, I'm having a little conversation with God, and I'm asking God to receive Mama well and to put her very close to Him, because when she was on earth, she did God's work. This is a lady who, when I was young, I would sneak from Olesangale or Narok High School, and I would always get a glass of milk when I go visit. She's a lady who demonstrates what it is to have a covenant with God. You know, the Bible says that a man should live up to the age of 70. And when you're good, you're given a bonus. This demonstrates clearly that she was a lovely lady,
someone who dedicated herself to God's work. We will surely miss her. To the family, my message to you is that you must remain firm and strong together. You must defend Mama's legacy. You must hold our home together. And I want to assure you that all of us will be there to ensure that her beautiful home remains her beautiful home and remains the Ntimama's home that we know. We know there are so many challenges, but I can assure you that wherever I stand, I will do my best to be there to support. I thank you so much, Bishop, for allowing us to share a few words. We will miss her, but we know God loved her more than we did. Thank you very much. I now welcome CAS Tutu. Asante sana Bishop ndugu yangu Ole Sapit, familia ya mzee wetu Ole Ntimama, Your Excellency the Governor of Narok, ndugu yangu Senator Ledama, CS Ole Tobiko, PS Nguli, waheshimiwa ambao wako hapa na waombolezaji, hamjambo? Yanda soba. Basi pia mimi nitachukua nafasi hii kwanza nishukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya nafasi ambayo ametupea ili tuje hapa tutoe pole zetu kwa mama yetu ambayo analala hapa. Wandugu zangu na dada zangu wa familia ya Ntimama, mama yetu Dorcas, sisi wote tulisikia uchungu sana wakati tulisikia alituacha. Lakini kama vile mlisema kama watoto wake, hasa nafikiri Amos ndiye alisema ya kwamba ijapokuwa tuko na huzuni, lakini tuko na pia tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya nafasi ambayo ametupea hizo miaka zote kuwa na yeye. Yangu ni kuambia tu familia na ndugu zangu ambao wako hapa ni kwamba kwa kweli tulimpoteza mama ambaye alikuwa anatupenda sisi wote. Na nafikiri nitasema tu historia kidogo ndio nimalize, ya kwamba siku ya kwanza ambayo mimi niliweza kumjua mama ni siku moja ambayo mzee alikuwa anakuja hapo shule yetu ya Narok High School. Na tulipomwona mama tuliambiwa ya kwamba lazima mzee atakuja. Na wakati hiyo mimi sikuwa nimeona mzee Ntimama, nilikuwa mdogo sana. So tukaambiwa lazima tubadilishe kidogo nyimbo ile ambayo tulikuwa tumwimbie yeye. Lakini tukaambia mwalimu hata kama hakukuja tulikuwa tu lazima tumtaje jina yake. Lakini mzee alipokuja alikuwa amekasirika sana, kwa sababu alituambia kuna vijana, kwa wale ambao wanajua Narok High, hapo nyuma tu kidogo ni kwake. So alituambia kwamba kuna vijana ambao wanaenda kuiba matunda pale kwa shamba, na alikuwa amekasirika sana. Lakini baadaye, kwa sababu mimi nilikuwa mmoja ya wale ambao walikuwa prefect, tulienda kwake jioni. Ndio sasa tukapata mama, akatulisha sana na maziwa. Lakini baadaye mzee alipokuja, tulipomwongelesha yeye, hata akasahau kwa nini tulikuwa tumekuja huko. Akatupea nyama, tukakula chakula, na mama mwenyewe alikuwa tuambie ya kwamba msiibe tena matunda. Lakini ile kitu imenishangaza, tulikula chakula mpaka tukasahau kumbe tulikuwa kwa boma ya mzee. So mimi nataka tu niseme ya kwamba kwa kweli tunampenda mama, lakini Mwenyezi Mungu amempenda sana. Nataka tu niseme pia kwa ndugu zangu
kina Lydia na hao wengine wote, ni kwamba sisi kama viongozi kutoka eneo hiyo ya Narok tuko pamoja kwa hii shida ambayo mnapata, na ndipo sasa mnaona sisi wote tumekuja, na bado tutaendelea kuwa pamoja na nyinyi. Kwa haya machache, Mungu amweke marehemu pahali pema peponi. Asante. Unajua, wametaja wamesoma Narok High School na mimi nilikuwa pale pia. Nilikuwa na classmate ambaye tulisoma naye darasa moja na yeye ni commissioner. Suji, kuja salamiana. Inakuwa bias kidogo kuita classmate wangu kumpatia nafasi hii atoe tribute yake. Familia ya Aunty Mama, CS Keriako Tobiko, Governor Narok County, Senator Ledama, waheshimiwa bunge, waombelezaji, hamjambo. Asante sana Archbishop Ole Sapit kwa hii nafasi, na ningependa tu kwanza kutoa pole zangu kwa ndugu zangu wa familia ya Aunty Mama na madada zangu kwa kupoteza mama tunampenda sana. Mimi wakati nilitolewa Olchoro kupelekwa shule ya Ole Sangale, nilibebwa na waziri wetu tunampenda Aunty Mama nikapelekwa hapo Motonyi. Nilikuwa nimebebwa na yeye na baba yangu, nikipelekwa kuanza shule ya Ole Sangale. Hapo ndio nilikutana na mama. Nilikuwa nimefungwa na nyasi. Mama akaangalia akasema, ala, wewe unafaa mashuka na umefungwa na nyasi, unaenda wapi? Kamweleza mimi sijui mahali napelekwa. Nilikuwa mdogo sana kijana, lakini baadaye nikakuja kujua wakati nilipelekwa hiyo shule. Kwa miaka 3-4 nilikuwa nakunywa maziwa ya kutoka kwa mama, nilikuwa Ole Sangale. Ndio niende nipende shule, akasema mpaka nikunywe maziwa miaka 4. Kila siku naletewa maziwa, ndio nikapenda shule. Baadaye nikacross hiyo shule inaitwa Ole Sangale, nikaingia shule iko hapo karibu Narok High School. Nikawa pamoja nao, kila Jumapili naenda huko kunywa maziwa. Ni mama anapenda watu, amani, mpole, na tunafurahia kwamba ametulea sisi wote. Kwa hivyo wakati huu hatuna shaka familia Aunty Mama ni familia, watoto wamekuwa, tutaendelea na kushika familia Aunty Mama. Kwa hivyo asanteni sana. Thank you. Sasa PS Sunguli, nafasi hii ni yako. Familia ya Aunty Mama kiongozwa na Amos, Lydia, Timothy na Neu na wengine, familia nzima, waheshimiwa ambao wako hapa, gavana wa kaunti ya Narok Bwana Tunai, Mheshimiwa Waziri Tobiko ambaye anaongoza timu ya serikali ambao wako hapa, viongozi, Senator Olekina, Mheshimiwa Aramat, Mheshimiwa Tongoyo, Mheshimiwa Soipan, viongozi ambao wako hapa,
Wale wafanyikazi wa serikali ambao wako hapa, najua kuna wengi hapa. Mimi ningependa kuchukua nafasi hii to tell the Ntimama family poleni sana. On behalf of my family, the entire Sungule family, I wish to convey our sincere condolences to your family, to your relatives and friends during this sad occasion. I also want to say that we're here to pray for you. We're here to strengthen you and remind you that there are more good days on earth than there are bad ones. That you see better days ahead of yourself or of you than the sad one that you're seeing today. And I'm very happy that all of us as leaders here at Solent Tutu, we are all here as all the officials who are senior Maasai leaders who are here, to come here to mourn the mother of all the leaders in Maasai land. And want to say that one of the things that you will need to remember shortly after the burial, and this happens to families such as this one, you realize that as a family, you need to pray together. You need to stay together. You need to have your best friend as God and protect the family now and always. I want all of you to remember that the family is the first church, and your mother was a strong church member, lived in God, brought you up in a very strong Christian background. As brothers and sisters will be there for you, will pray for you, and wish you the very best. And the last thing I want to say is that today marks probably the end of the generation that brought us to this world. Our mother, Papa passed away a while ago. Now the mother is gone. I want to say that when this generation vanish, we hope that a new generation will come up to lead this, the Ma people, to lead the great people of Maasai land and the Narok County, and we shall be there together to make sure that we prop up that vision. And I want to end that by saying again, poleni sana. I just want to recognize our women rep, Soipan, and to tell all of you that thank you very much for standing with the family. We stand together. God bless. I didn't see Mheshimiwa Tomo yuko. Oh, karibu. The family of Ntimama, the immediate and the extended, His Excellency the Governor, Mheshimiwa CS, Senator, CS, and colleagues, members of parliament, na wananchi, Bwana Yesu asifiwe. Basi sitakuwa na mengi la kusema, hata mimi nimefika hapo kuja kutoa pole zangu na ya familia kwa kumpoteza mama. Kwa ukweli, kama vile wenzangu wameshazungumzia, despite that mama ametuacha, we are here also to celebrate a life lived. Mama is known as a very kind and a typical contrast of the late Minister Ntimama. You know, Ntimama was known as a firebrand, but Mama was a contrast, a very kind Mama, and mostly always playing behind the scene. Some of us may not have an opportunity to interact with her, but as I had some of my colleagues, CS Ntutu, and I think Suji, and even the Archbishop, some of us are alumni of Narok High School, Narok Boys actually. You know, there's a difference between Narok High and Narok Boys. I think some of you were in Narok High then. Some of us came when it was splitted. Then there Maasai girls came about. And what we remember about Mama
is a few occasions when we were called upon to go and entertain or visit the family when the minister was present at home. So we could be paraded there. Normally we'll be served with bread and some tea. And I remember it was when there was this rivalry between him and Lembaka. And Lembaka had a bakery. You know, this resist thing started a little bit long time ago. So we could be served bread, but because some of us were fan of the late Ntimama, we could stand out and say, kama kuna ile ya Lembaka hatutakula, tupatiwe bread kutoka kwingine. So we started a little bit of resist then, but still ODM. And Mama we will always come there and help even to serve. Despite that we were student and young, but she was always there, which is a true demonstration of our kindness. So I know we have really lost a hero. We have lost a pillar of the family and even the man nation at large. But all said, kama vile mwenzangu Sunguli amesema, we are praying and standing with the family. We are praying for you so that the Lord may give you strength and happiness at this time of sorrows. Kwa hivyo tunataka kusema poleni, Mungu awafariji. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa Tongwe. Now I want to call upon the MP for Narok North, ambayo ndio alichukua usukani baada ya Mzee Ntimama kuongoza constituency hiyo, na yeye ndio mbunge wa mama kule nyumbani. Ntimama's family, the church led by Bishop, all the leaders present, ladies and gentlemen, today we are here to celebrate the life of our mother. Ms. Ntimama was not just the mother of the Ntimama family, she was actually the matriarch of the Maasai people, both in this country and beyond. In fact, I'd like to say that the life she lived was for the people, because her husband actually reached the pinnacle of the political leadership in this country, but she was always grounded. And I can confidently say that the greatness of Honorable Mama emanated from the wife that God gave him. And I can tell everybody here that she did not at any one time practice partisan politics. She was a mother to all of us. And all I can say and request this family is that maintain that greatness, because they met two of them, and they've actually managed to bring up a great family. I've just witnessed her grandchildren calling from other parts of the world. It actually proves that they planted a seed that germinated in all parts of the world, and that's what we call greatness. I'm very sure that Mzee is very happy that she has joined you, because, as someone said, they've been together for 60 years. You can imagine how close those people were. And as somebody said, that he was so loyal to her that, unlike other prominent Maasai leaders, he stuck and lived with that one lady for all those 60 years. What a great family that was. It is a family that has a tradition that has to be emulated by everybody. I'd like to thank the leaders who have come today. We are happy and we are grateful that we have come to stand with this family, to stand with us, because the people of Narok North have lost a great mother. And when you are with us, we realize that we are not the only ones who are mourning. So, as Bishop and the church, we also thank you for opening your church for us. And this church has actually become our church, because we have come here severally. When we came for the Ruka Mass of our father, Ntimama, Boyko's father, and many other people from our community, this church has always opened its doors for us. And we'd like to thank this church. We'll say more on Saturday, but just let me say that we, the people of Narok North,
and the Maasai in general are with the Ndimama family. The way your father and mother was always with us, the way they stood with us in times of hardship, in times of happiness, we shall also stand with you. So God bless you and may her soul rest in the eternal place. Thank you. Thank you so much. I now want to call upon our CS, Keriako Tupiko, to come representing the national government and give his tribute. Asante sana, Mheshimiwa Keriako. The Ndimama family, Your Grace, Archbishop, the Sapit, all the leaders present here, fellow mourners, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mine is to convey my heartfelt condolences and sympathies to all of us. Because as Olekenda correctly said, Mama was the mother to all of us, not just the Ndimama family. We all are pained, we all are grieving for the loss of our mother. The entire Ma nation is as well bereaved. Because again, as those who have spoken say it correctly, Mama was the pillar upon which our patriarch, the Honorable Ole Ndimama, the pillar that supported Honorable Ole Ndimama. Without her, Honorable Ole Ndimama would not have achieved the accolades that he achieved. So the Ma nation as a whole is crying with you, pain. But the Ma nation is also celebrating with you the life of a matriarch. That should give you comfort. Mama was a superwoman. The English say, behind every successful man, there is a successful woman. Actually, there is a more successful woman. That really should be the correction. And Mama lying here today is that very successful woman. Sure, we'll get an opportunity to say more on Saturday. So ours really, mine is to again say pole to all of you. We are in this together. And really to commend the Ndimama family for keeping the legacy alive, keeping the name of Honorable Ole Ndimama alive, keeping Mama's name alive. And I have absolutely no doubt at all that the Ndimama legacy, the Ndimama name, for which all of us, the Ma nation, rely on, I have absolutely no doubt that that name shall remain, that legacy. Looking at your faces, knowing what I know about each one of you, I have that confidence. And seeing the Ma leaders today gathered here, working together,
And I pray for the Maa Nation, for our leaders. I wish we do not have to wait until sad moments of bereavements, funerals for us to meet. I wish we could, as the leadership of the Maa Nation, have a sitting, meet together. And I know Your Grace, you had actually sometime, I think last year or the year before, you had made an attempt to bring the Maa leaders, just like Honorable Ole Ntimama did, to bring the Maa leadership together. These are critical moments in our country. Ole Ntimama had kept the Maa Nation together, and other leaders who, General Nkaissery and others who have passed on. I beseech you, all our leaders, elected and in government, it's a matter of urgency. Let's meet together and define the trajectory that this community as a whole should take. God bless you. I assure you of our full support and our prayers. Asanteni sana. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you so much, CS Keriako. Thank you for the passion, for the unity of all of us. And I will still promise, because it was COVID which dispersed us, we will still come together. And I'm still willing that we gather to pray for each other, for prayers will take us far. And now, to end that session, I want to invite our governor, the governor of Narok County, Honorable Samuel Ole Tunai, to come and pay his tributes. Karibu sana, Your Excellency. Familia ya Ole Ntimama, Your Grace Archbishop Jackson Ole Sapit, waziri wetu Ole Tobiko, viongozi wetu wote, Senator wetu Ole Kina, CAS Ole Ntutu, our county MP Soipan Kudate, Mheshimiwa wa Narok North Ole Kenta, Mheshimiwa wa Narok West Tongoyo, Mheshimiwa wa Narok East Ken, Bwana Pius Nguli, viongozi wote wa tabaka mbalimbali na waombolezaji wote. Bwana asifiwe. God is good all the time. Asanteni sana. Kwanza kabisa, Your Grace Archbishop Ole Sapit, we don't take it for granted that actually we have made All Saints Cathedral our home here in Nairobi. Every other time we want a place for a service. So on behalf of the people of Narok and actually Maa, tunataka kusema asante sana. Thank you so much. We are so privileged. Tunashukuru sana kwamba umetupa mahali ambaye tunaita nyumbani wakati tunahitaji na wakati tuna shida kama hii. Tunashukuru sana. Waombolezaji, familia ya Ntimama zote tunajua ya kwamba marehemu William Ole Ntimama was actually an icon and pillar wa jamii ya Maa.
kutoka Narok, Kajiado, Samburu na hata Tanzania. Na viongozi wengi, naweza sema karibu viongozi wote wa jamii ya Maa wote wamepita katika mikono yake, hata wa Kajiado, hata wa Samburu, wote wamepita, wamekuwa mentored katika hiyo boma ya Ndimama. Na wakati wanaenda katika hiyo boma, huyu mama ambaye analala hapa ndiye alikuwa anawapokea. Kwa hivyo familia hii ni familia ambaye tunaheshimu sana, tukiwa viongozi wa Maa. Tunajua yale ambaye wamefanyia jamii yetu, jamii ya Maa. Na hiyo ndio sababu sisi kama county government tulichukua hiyo hatua ya kuname ile stadium Narok Stadium kuita William Ole Ndimama Stadium, ili kuhakikisha kwamba hiyo jina ya William Ole Ndimama itabaki hapo, ili watoto na watoto ambao watazaliwa katika hizo miaka zinazokuja watajua ya kwamba huyu mzee ambaye anaitwa William Ole Ndimama kuna mengi ambayo alifanya katika jamii ya Masai. Huyu mama wakati wote ambaye tulitembelea boma hiyo alipokea wageni wote na kuwakaribisha na kuwapatia chakula kwa roho mkunjufu, kwa roho mzuri sana. Na kwa hivyo wakati tulimpoteza, nakumbuka ya kwamba nilizungumza na Lydia, nilizungumza na Amos, akaniambia vile alikuwa hospitali na ilifika wakati yake ya kwenda. Na kwa hivyo nikiwa gavana ya kaunti hiyo, najua kwa familia ya Ndimama ni uchungu kumpoteza mama, hasa baada ya pia baba kuondoka. Na kwa hivyo kwa familia najua ni uchungu sana, lakini nataka tu kuambia familia ya kwamba mjue ya kwamba hawa viongozi wote na jamii na marafiki wako hapa kwa sababu ya kuwapatia nguvu. Na mimi pia nikiwa gavana ya kaunti hii na nikiwa rafiki wenu na nikiwa pia mtoto wa familia hiyo, niko hapa kuwapatia nguvu. Niko hapa kwa niaba ya county government ya Narok, kwa niaba ya familia na kwa niaba yangu kulete pole zangu na kuambia kwamba bila shaka hakuna wakati tutasahau familia ya Ndimama. Niko hapa kuwapatia kuwapatia kwamba wakati mko kwa hii wakati mgumu, hata sisi tuko na nyinyi. Tunasema pole sana, tuko pamoja. Vile wakati changamoto ilitoka, tumekuwa pamoja kwa safari hii, na tuliwaahidi ya kwamba tutakuwa na nyinyi kwa hii safari mpaka tuhakikishe ya kwamba huyu mama wetu tutampa a good sense of befitting her status in the society, na tutakuwa pamoja mpaka siku ya mwisho Jumamosi, Mungu akijalia, tukihakikisha kwamba mama tumemlaza vizuri, because that is what we must do as the county government of Narok, where the late Mzee served diligently and worked
na nyinyi wote tuko pamoja, because you are our brothers, you are our sisters, and wakati mko na shida tuko pamoja, wakati mko na furaha tuko pamoja, and that's why we are here. So tunataka tukuambia familia, poleni sana, tuko pamoja kwa safari hii na tutaendelea kushikana mkono mpaka wakati ya mwisho. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asanteni sana viongozi ambao wamezungumza kwa niaba ya viongozi wengine, na kwa wale ambao hawajapewa nafasi, ndio ya kwamba mmewakilishwa, na Mungu aendelee kutubariki. Asante Your Grace for leading us in that session. Ing'orita Ma TV amu enang ena. My lady,